Katika ikulu ya kifahari ya Firauni, mbele ya wachawi bingwa walikusanyika kutoka kila pembe ya Misri, Nabii Musa alayhisalam anasimama akiwa na fimbo yake ya mti. Wachawi wanatupa kamba na fimbo zao, ambapo kwa nguvu ya ushirikina zinaanza kuonekana kama nyoka wadogo wanaokwenda mbio. Lakini Nabii Musa alayhisalam anatupa fimbo yake kwa amri ya kweli ya Mungu. Mti ule unageuka kuwa nyoka mkubwa wa kweli mwenye mdomo mpana. Anaanza kumeza hila na nyoka wa wachawi mmoja baada ya mwingine. Hapa ndipo mti unageuka kuwa jeshi la haki. Hapa kuna siri za kiumbe huyu, nyoka wa Musa, katika safari ya imani. 1. Fimbo na nyoka, muujiza wa kugeuka. Musa alipewa muujiza huu kwanza katika bonde takatifu la Tua. Fimbo ambayo alitumia kuchungia kondoo na kujitegemea iligeuka kuwa kiumbe hai, ili kuonyesha kuwa Mungu anaweza kutoa uhai kutoka katika kitu kilichokufa, yaani mti. Mwenyezi Mungu anasimulia tukio hili katika surati Al-A'raf aya 117 hadi 120. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. Na tukamfunulia Musa, tupa fimbo yako, mala ikameza vile walivyovizua. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. Basi haki ikathibitika na yakabatilika yale waliokuwa wakiyatenda. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. Hapo walishindwa na wakarejea wakiwa wadhalilika. وألقي السحرة ساجدين. Na wachawi wakaanguka kusujudu. Fadhila za ufanuzi wa kiroho. Kumeza batili. Nyoka wa Musa hakuuma watu, bali alikula hila zao. Hii inatufundisha kuwa haki inapokuja, uongo hauna nafasi. Mvuto wa kiimani. Nyoka huyu hakuwa kutisha kwa waumini, bali alikuwa kinga. Wachawi ambao walikuwa mabingwa walitambua kuwa huyu si uchawi, bali ni uumbaji wa Mungu. Ndio maana wakasujudu mara moja. Utii wa kiumbe. Fimbo ilitii amri ya kugeuka kuwa nyoka, na nyoka alitii amri ya kurudi kuwa fimbo mkononi mwa Musa. Huu ni utii wa hali ya juu wa kiumbe kwa muumba wake. Mali nuru kutana na moyo, na haki huongoza kila hatua. Maswali ya mwangaza. Kwa nini wachawi waliamini haraka zaidi kuliko Firauni? Je, ujuzi wa kweli unaweza kukusaidia kuiona haki kwa haraka zaidi? Fimbo ya Musa ilikuwa ya mti, lakini ilishinda kamba na fimbo za wachawi. Je, hii inatufundisha nini kuhusu zana tunazotumia tukiona Mungu? Je, unachukua tahadhari gani unapoona mambo yanayofanana na haki lakini si uchawi au uongo wa kisasa? Ndugu yangu, kisa cha nyoka wa Musa ni fundisho kuwa uongo unaweza kuonekana mwingi na wenye nguvu kama nyoka wa wachawi, lakini haki moja tu inatosha kumeza yote hayo. Usiogope wingi wa batili katika zama hizi. Simama na fimbo yako ya imani. Kumbuka, kiumbe cha Mungu hakikurupuki kushambulia, bali kinatumwa kutekeleza haki. Subscribe kwenye mfululizo huu wa mwangazo wa kiroho ili uendelee kupata siri za viumbe zinazojenga imani yako. Je, ungependa katika mzunguko ujao nikupe siri ya mke wa Luthi na sababu ya kugeuka kwake nguzo ya chumvi, au tuangalie kisa cha mchwa wa Suleiman aliyeweza kuona mbali zaidi ya wanadamu? Asante, hadi wakati ujao. Mwangaza Brain Digital Africa ni mwangaza kwa wote. Asante Ustadh Khalid kwa elimu.